Sasa ndugu yangu. Ndio bwana. Ulisema kuna muhuri unaofuatilia ule wa rais. Uliupata ule? Muhuri wa rais tayari nao. Wa diwani, wa mbunge mpaka wa waziri mkuu. Yote unayo. Hadi kidole gumba. Kidole gumba. Sasa kwa sababu pale mwanangu tunaandika leo. Yangu tunakumepata kazi ya shamba au kiwanja? Hii shamba hii. Shamba. Hati feki unazo? Yaani mimi nimekamilika huko ndani. Unajua unavyotaka kujiingiza kwenye haya mambo lazima uingie ukiwa kamili. Sio umeshanielewa? Unavyoamua kumla mbwa unamla akiwa wa moto. Yaani mimi sasa hivi utaperi kwa sababu na safari yangu nikakai Dubai. Napiga mashamba yote ya majirani. Umepata ule milioni 20 au ile 25? Huyo 25. Hapa ni kuchukua hela tu ndio utakuja. Tukachukua hela kwanza. Haina shida. Hicho kikundi unakijua? Wewe usijitoe fahamu mtu mzima. Wewe hujai kwa polisi kwani? Mbona unatatatika mapema? Wewe umjui huyu? Wewe tapeli hujai kwa kituoni? Huyu mwenye godoro. Mwenye godoro Godoro lile. Ukamtupa. Huyo dada ulichukua kodi yake ya miezi miwili 25. Nakumbuka. Nakumbuka. Hao wawili mtu na mkewe. Sema Nigeria hao. Umeuzia nini wewe hapo? Kiwanja. Fake. Ambacho sio chako. Huyo hapo nani mtu wa usalama. Au sijamuuzia chochote huyo? Wewe kakuchukua wewe sasa leo. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you've dialed is not available at present. Please try again later. Dalali kazini, natembea kwa heshima. Si mchezo wa macho, ni biashara ya tamani. Aya, nyinyi watoto mmetoka wapi? Bi mkubwa, tumetoka kwenye mihangaiko yetu. Jobli nini? Umejambia. Jobless. Sasa Kiingereza shida. Jobless bi mkubwa. Hivi mnajua nyinyi watoto mnajifanya machizi. Hiyo jobless ni nini? Au unaonekana bi mkubwa hajasoma au. Nenda dictionary, katafute neno jobless, utapata maana yake. Mmekuwa Kwa hiyo Kiingereza mnajua nyinyi. Mimi mama yenu sijasoma, si ndio? Unaonekana tu hujasoma. Kwanza bi mkubwa leo umepika nini? Na sielewi. Tuna njaa. Ugali na dagaa. Unajua nini baby? Ile nyumba mimi naona kama ishuko ina mambo mengi. Yaani mimi naona tu niame. Kwa force vipengele vyako. Unipe kodi mimi niame kwenye ile nyumba. Maana nimeona mambo yashakuwa mengi. Sitaki tena kukaa pale. Unajua unanichanganya kwa ile mchumba. Si mtoka kulipa kodi tu juzi mchumba maisha kweli mwanangu pale ndani hata mwezi hujakata. Pale hata mwezi hujakata ujue mchumba wangu. Afu sasa hivi tunataka kuhama. Napata wapi vidusko mke wangu? Afu mwenyewe unaelewa serenge zangu mimi mpaka nikimbizwe ndo ule. Ndio mwenye kwenye hapa ende mpaka nikimbizwe. Maisha ya kweli mwangu nilipata wapi vidusko za haraka haraka mchumba? Mpaka kama nataka kunifedhesha mama mtu. Jamani, nisikilize basi. Nisikilize ninakwambia. Mimi mpaka nakwambia hivyo na maana yangu. Nisikilize ninakwambia. Ile nyumba ishakuwa ina mambo mengi pale. Naomba fanya hivyo. Yaani fanya ufanyavyo. Iwe hivyo niame tu pale. Ili mambo yasiwe mengi. Sawa mpenzi wangu. Nitakumanua. Sasa unanimanua nini mke wangu? Wewe uliza mimi nimekupigia nini? Ni mbu huyo. Unaona damu hizi? Soma alivyo kung'ata. Kwa hiyo ndo unanipiga hapa kwa nguvu kabisa. Mke wangu nimekupiga nimekuwa mbu. Ni mbu huyo mke wangu. Nataka nikugusa hivi. Kwani ungenigusa hivi ingekuaje? Sasa tunagusana kwenye kupiga mbu. Lazima mtiming umpige kwa nguvu. Na shida gani mke wangu wewe? Yaani kusoma huko. Yaani kusoma ndo kuna kufanya wewe uwe hivyo. Mimi nimekuitia hapa sina maana nyingine. Kile ambacho ulichoniambia leo kimefanikiwa.
Unakumbuka lakini? Ndani simba, nje mbwa. Una shida gani mke wangu? Ha? Una shida gani? Maliza sita yako bwana. Mimi nishapata chumba. Unachekelea sasa. Hapo ndo mmekukosha. Macho yale. Mimi nishapata chumba na nishalipia. Kwa hiyo kuanzia kesho naleta hapa Kilikuu tuhamie nyumba mpya. Tena. Ya leo kali. Sasa hapa bi mkubwa kwenye mihangaiko yetu huko tumepata viela kidogo. Sasa hapa ishi ngapi? 10. Nyama, kuku, samaki, wewe. Tunataka pilau, mpeleke. Ikiwezekana utuletee kisinia hapa. Restaurant pale kinapatikana. Hadi Levlali, si Levlali, utajua wenyewe. Sinchoshe. Peleka leo. Umesikia bi mkubwa? Mnajifanya jeuri. Haya, hiyo ila mmeitoa wapi? Wewe bi mkubwa hujui mihangaiko yetu? Bi mkubwa unaonekana hujasoma. Ndio maana tunakwambia nenda dictionary ukaulize jobless. Nini? Jobless. Jobless ana kufundisha yeye na mimi sina. Jobless. Sasa mna kitu mnamo. Mpelekee hela bwana. Sinchoshe. Naona mwanawe. Haya. Toka. Dalali kazini, natembea kwa heshima. Si mchezo wa macho, ni biashara ya tamani. Ukileta tabasamu, nitakupa nafasi, lakini usichanganye kazi na mapenzi ya haraka. Unajua kichwa changu mpaka kinapagawa. Kia Mungu yani. Sema baridi. Kwa sababu nakukubali mchumba, afu ndo ile ndo moyo wangu umeukalisha hapo tena mwanangu napagawa kwa ajili yako. Baridi. Mimi na force mazingira yao tu hapo. Nipe squeeze. Mimi na force mazingira yangu kuna kule mwanangu ile mchencheru nataka uame. Nitabasamu lako tu mimi ndo naenjoy. Wewe ukifai kwangu mimi basi baridi tu roho yangu. Sema maisha kweli. Ukimkuta shoga yako pale mazingira, tunaona kutafutia chumba alafu nenda kana mazingira yako mengine bwana. Unanijua songe mara mbili. Nitakukanda wewe, nitakukanda na wewe shoga yako. Hiyo mimba sikutie jeuri kabisa yani. Sababu kwani namtaka kweli wewe mwanangu, namtaka msela wewe aje wewe. Tumeta mtoto kiko utakana bibi yako. Namleta namtaka msela ile nikae maskani nichome na achoma hapa tunagongeana baridi au sio? Hiyo imeisha hapo kwenye siku 2-3 nisikilizie na mtafuta dalali. Ila sikia, nikimkuta shoga yako tutakuwa tuongee. Kwangu mimi uko na enjoy, mimi nafurahi mwanangu, mimi tabasamu hata kidogo basi. Siona sasa hapo ndo umeniumiza kabisa. Yaani ndo unanipoteza kanyeni katika engo yote. Sasa hivi naenda kumkabidhi tu hapo. Mapema siku 2 tu mchuma na tafuta madalali. Mbona mapema tunaondoka au sio? Mimi na enjoy mchumba wangu, unajua muda mwingine ukinishikashika kama hivi mkono wenyewe laini kama hivi ukinishikashika hivi. Napagawa kabisa tuondoke. Kesho tena? Lazima ujiandae vyombo hivyo kukusanya kila kitu upate bajaji kesho ndo tunahama. Sio maneno mkangu. Kwa hiyo mimi nishapata kila kitu ile ulosema nishaipata. Maeneo mazuri. Yaani kila kitu kiko sawa, maji, nimepata madalali wazuri. Maji hapo. Yaani kila kitu unachokijua, huduma za afya, yaani kila kitu hapo kipo. Hapo umeongea tambo mume wangu. Unajua wewe unakuwa muongo ila kama umekamilisha asante sana. Ngoja nijiandae. Sheida ndugu wangu. Mbona umenuna hivi sasa? Basi Sheida, mimi nilichotaka kukwambia ndugu yangu. Ninaomba unisamehe cha kwanza. Wewe ni ndugu yangu. Tumetoka mbali sana, unajua tulipopitia. Kwa hiyo sitopenda mimi na wewe tugombane kisa mwanaume. Mimi ninachokuomba ndugu yangu unisamehe. Na kama umesikia chochote, wala sikuwa na maana mbaya. Mimi nahisi tu umenisikia vibaya ndugu yangu. Lengo lilokuwa nafanya pale ni zuri tu, wala tasija kufanyia chochote kibaya. Si unanielewa ndugu yangu? Mimi ninachoomba unisamehe, usiondoke. Baba mwenye nyumba. Wewe mfupi ila hata kuoa uoe. Mwe mwanamke wako mfupi, mwote wafupi. Mkae ndani. Mimi nioni gundweni. Mimi na mapenzi wapi na wapi bwana? Nini gundweni sasa?
Au sio? Sasa hivi mapenzi vina wapi na wapi? Kwanza mimi nyumba hii umeijenga wewe, na kuletea wapangaji kutoka huko, na hangaika katika mihangaiko yangu na kuletea wapangaji, ila cha udalali unipi. Kwenye kutafuta hela udalali wapo, si una miguu ipo siku utakuja kumanuliwa wewe. Wewe niambie hapa nina miguu, kwani una menene? Kwa hiyo ni mnachonga umbea, mimi nimekaa hapa mnanisema au vipi? Kati yenu wawili hapo, baba mwenye nyumba na huyo hapa baba mwenye nyumba. Wewe mimi dalali. Kwa nini baba mwenye nyumba mtoka? Mimi dalali. Baba mwenye nyumba huyo hapa, sipotezee muda. Wewe. Kwa hiyo mmeona haitoshi kunisema huko, mje kunisema live. Nani hajaoa? Nani hajaoa? Una uhakika gani mimi sijaoa? Kama mtu tukajiamulia mwenyewe kujioseshea vyombo tu mwenyewe na maisha yake. Vipi tena na sigara yako kutuwekea hapo? Umeanza kuvuta sasa hivi. Aka nivute wapi? Ngoja. Chinene, mimi nimekuelewa na nimekusikia ulichokiongea. Ila hivi unajua umenikosea sana. Umenikosea sana Chinene. Na sidhani kama wewe ndio ungekuwa mimi, yaani ungeweza kunisamehe ili kwa ile kosa ulilonifanyia. Yaani umenikosea sana. Wewe naomba unisamehe. Sawa basi. Mimi nitaenda kuongea na mchumba wangu, kama akikubali nitakwambia tutaendelea kuishi wote. Sasa Shaida, inakuwa vipi wewe unakuwa na uwezo wa kumsikiliza mwanaume kiasi hicho? Wewe ndio mwanamke, utakuwa ndio una maamuzi katika hili jambo. Chinene, nadhani unajua hali yangu nilokuwa nayo. Mimi ni mjamzito. Je, nikishajifungua, yeye nishafanya vile ambavyo mimi nataka. Nikishajifungua, nani atanisaidia? Ushawahi kuwaza hilo? Hilo nalo neno. Una uhakika? Ndio. Wewe, nitawamanua nyewe watoto mnijui. Sawa? Sala kuweka mwe dalali ya nyumba yangu, nitawamanua. Chapombe hajawalipa, si ndio? Ndio, hajatulipa. Chapombe! Chapombe! Baridi. Akijaribika hapo kwenye mwanangu, muona maisha kirauni. Mimi nakuelekeza sasa. Maisha kiaunda anavyokuwa refu reshi tunaishi kibosi. Baridi kaka. Baridi bwanangu. Takucheki sasa hapo kwenye mwanangu, unajua tele maisha yako. Doa kaka, usikupinge. Vipi maliki yangu? Safi. Sawa. Najua katika vipengele vyako vyote najua ushamaliza, si ndio hivyo? Yaani leo ushaua mazingira ya chumba ushapata. Na mimi katika vipengele vyangu vyote nishakila. Kila kitu yani. Sema kuna mzee mmoja nimemnengeneza kati hapo. Sipati picha, siji kama yule mzee Mwanga, nimemwona kama Mwanga hata simuelewi yani. Ila atajua mwenyewe Mwanga wewe nani, maisha yake anajua mwenyewe. Ila mizigo imekamili. Pole babe. Pia asante, kila kitu kishakamilika. Asante sana mpenzi wangu. Lakini babe, kuna kitu nataka nikwambie. Mimi ni wako mchumba, niwe relax afu ongea chochote unajisikia wewe. Yaani wewe ropoka tu mwanangu, mimi siwezi kukupinga na nakusikiliza wewe muda wote. Mimi naangalia mali yangu ujue hapo, anakuja muuni huyo. Anakaa hapa pembeni anakula misumari na mimi nimekaa hapa ngongee dingi. Asikwambie mtu mwanangu. Mimi nafunga. Ongea mchumba na kusikiliza. Chapombe. Oya. Wewe nani? Mbona namba ngeni? 06541441 toka nje.
Mbakala babu nyumba yangu. Sio nimeharibu nini toba. Mpenzi wangu, mimi nilikuwa naomba pale ambapo nahamia, nilikuwa naomba niende nikaishi na yule rafiki yangu. Umesemaje kwanza hapo? Nikaishi naye kwa sababu pale siwezi kumwacha peke yake. Leo unajua wewe unajitambua? Zinakuja kweli kichoni kwako. Hivi kwa nini wanawake nyinyi mnatakaga mmezaliwa na nani kwani? Mnatakaga nini labda mpeo yani mnatakaga nini mpeo yani ile maisha kweli? Mimi naenyeka mwanangu napasuka uko unajua nataka kufa unajua. Wewe mwenyewe unaelewa mpaka tuimbe nyimbo za taifa sisi. Afu dakika za mwisho afu mchumba sijui. Basi mimi unajua kwa sababu wewe mama mtu afu sababu na mazingira yangu nilikuwa nakukanda hapa. Yaani nilikuwa nakubaruza winji. Huyo aliyokufanyia uchizi dakika za mwisho anakukupigia mayai road. Basi. Wasijui nikufanyia nini wewe mchumba? Kwa hiyo nataka kuishi na wewe. Kwa maana nitoe langu tena. Pale nimetoa langu. Dusko zangu nilitoa pale. Alikuwa anakaa yule mchumba baridi. Huyo yote enda kaenda kufanya mazingira yake ya kishamba. Afu huyo yote enda sasa hivi tena atoa dusko zangu tena mfukoni. Wewe mchumba wewe. Mchumba usinitie gazabu kabisa nakwambia usinitie gazabu. Tafutie laama. Mzee. Unaufahamu ugeni? Siwajui. Wewe Chapombo utujui sisi? Unajua mwenye nyumba sikiliza. Mimi hapa ndo kwanza sijui na siku 3 sijui 4. Sina hata muda mrefu. Nitawajuaje mimi watoto wa mtaa huu wote? Niambia wamekufanyaje watoto niwafanyie jambo sasa hivi? Baba mwenye nyumba, huyu kalewa. Kwa hiyo akili zake zimefuse kidogo. Wewe Chapombe, si utujui wewe? Wewe si ndio tukubebea vitu vyako kukuletea hapa? Kumbe nyinyi ndio mlobeba vitu vyangu mmeniibia ghetto. Sisi sio wezi. Sisi ni madalali. Baadhi dalali vinakuwa vya sampo hii kweli vidudu. Stop kadi 3 mzee. Labda niingilie kati kwa sababu mimi mwenyewe akili yangu iko timamu. Uliletwa na hawa madalali kwenye nyumba yangu, nikakuandikisha. Nikajua kabisa tayari mmeshamalizana. Sasa iko hivi, wanachoongea madalali wako sahihi. Kwa sababu wewe unaonekana kweli akili zako iko confused. Madalali Atinta. Ayeya. Abuju. Dudu Sasa mimi hapo nimechanganya na mimi vyangu hapo. Sinaona kama mpo happy. Abuju. Oya wanangu, zameni ndichi. Mtakacho kikuta chochote, pita. Dalali kazini, natembea kwa heshima. Si mchezo wa macho, biashara ya tamani. Atinta. Ukileta tabasamu nitakupa nafasi, lakini usichanganye kazi na mapenzi ya haraka. Mteja kija naweka mezani, kipimo bei na maneno ya uwazi. Moyo ukipiga na baki kwenye mstari, hapa ni deal tu, si story za usiku. Usinipe maneno matamu, niko mtu badala tuanze kikao anaanza na masia. Anatufanya kama sisi wajinga. Na tunaona kama makalio yake sisi. Wewe umelipa kodi miezi mingapi? So 24 hours. Nitakumanua. Sitaki use. Narudia tena. Wewe umelipa kodi miezi mingapi?
Miezi miwili. Mpaka utangaze. Wewe umelipa kodi miezi mingapi? Miezi mitatu. Usinetee kisura cha vizuri mzee. Umelipa kodi miezi mingapi? Miezi mitatu. Nyie mke na mume mmelipa kodi miezi mingapi nyie? 6. Safi. Unajua wapangaji kama nyie ndio mnaohitajika. Mnaona mfano wenzenu? So nyie mnalipa kodi mwezi mmoja mmoja au miwili, mnakuwa kama mna uhakika wa maisha yenu. Sasa basi, tusikilizane kwa umakini. Kwa umakini. Nyumba yangu ina masharti. Sema baba, sema. Huwezi sharti la nyumba yangu manuka. Sawa. Sio nyewe nyumba ikiwa ina masharti atokai. Sio napenda nyumba ina masharti. Uongo shoga zangu. Nami shoga yako. Basi bwana, pati choni kali nimekukosea nikome. Basi sema baba. Nakungoja wewe baba ikikupendeza. Sharti la kwanza. Nyumba yangu hutakiwi kupaka rangi nyekundu kwenye chumba chako. Waambie bibi harusi mimi muda wa rangi nao. Mimi rangi. Kama uko shabiki wa Simba, koma. Tena laiti ningejua ni shabiki wa Simba, nisingekupangisha kwenye nyumba yangu. Pumbavu wewe. Mashabiki wa Simba huwa ni wezi. Kabisa. Mashabiki wa Simba wanake ni malaya. Na nina wasiwasi na mkeo. Hata hivyo bado hajachelewa mtimu wewe. Sio ndo na wiki siku 4. Eti mama. Kelele. Nitakumanua mzee. Sharti la pili. Ni lazima kuamka saa 12 asubuhi kwenye nyumba yangu nikukute nje unaota jua. Aga? Umezidi sana. Vipi? Hai mwenye nyumba usituletee pombe zako. Sasa hapo tunaona kama wewe ndio umeelewa sasa mimi ninavyokuona. Yaani mtoke saa 12 mmesikia? Kali unasema. Mimi tuisi gari na lewesa. Ni ni amri. Sharti la mwisho. Sina masharti mengi. Sharti la mwisho. Hilo ndio sharti la kuwa nalo makini sana. Hilo sharti ukienda kinyume nalo hata kodi yako sikurudishii. Chooni. Mpangaji yoyote yule kwenda chooni ni mara moja kwa siku. Umechangamka sasa. Kulipoa kuna changamka. Chooni. Lakini waambia mimi lijali chooni naenda mara nyingi kutafuta nini. Mimi pamekaza hata wiki ukiniambia usiende siendi. Mavi. Sasa punguza pombe bwana. Kama mtu analisha, anawezaje kwenda mara moja? Mwanaume, kwa nini mwanaume walishe? Kuna nini kinachokonoa mpaka walishe? Wewe una kasoro. Wewe chooni kunapewa kodi yako. Nyamaza basi. Mbona mnyamaza bwana? Basi. Haijalishi umebanwa au hujabanwa. Umeoga au hujaoga. Ni mara moja kwa siku. Kuna mtu ana swali? La hizi 2. Ulizeni Sanya ambaye mjalizika sasa. Mimi nimetosheka na hizi nini hizi rules. Ba mwenye nyumba, mimi nina swali. Wewe shati lako la kwanza umesema kwamba tusipake rangi nyekundu, sijui umo ndani. Wewe mbona ukutologemea una rangi nyekundu? Sema shoga yangu wewe, umechangamsha jamaa. Wewe. Pombe punguza pombe. Hamna shoga yako hapa. Nyumba ile. Wewe. Kama malaya umeanza jana, mimi mwenzako nishakuwa malaya. Mimi mwenzako nishadanga. Mimi nishakuwa malaya mpaka na wanaume 6 mpaka 8. Nishadanga.
Safi. Safi. Ewe baba wewe jamani unasiri. Aje wewe. Wewe unajituma. Bwana umesitoka nilipotea kwa jini. Tuma like. Lazima unayo baba. Huwezi kosa maumivu. Umepitia wakati mgumu shoga yangu. Una moyo. Haya baba una siri. Haya. Kikao nimemaliza. Kila mtu kwenye chumba chake. Dalali kazini, natembea kwa heshima, si mchezo wa macho, ni biashara ya tamani. Ukileta tabasamu nitakupa nafasi, lakini usichanganye kazi. Kikao! Nasemaje? Hapo ulipo usibadilishe nguo. Ganda. Stop. Na kuona unataka kubadilisha nguo. Na kuona. Usibadilishe nguo mzee. Toka hivyo. Wapangaji wote tokeni na nguo zenu mlivyovalia hivyo. La sivyo nitawamanua. Kikao. Uko kikao. Nitakupa notice uwame. Toka nje. Kuba babani. Wewe wengine wako wapi? Nyie ipangeni kabisa, nyie kaeni hapa, wengine wakae hapa. Wawili. Mzee fanya fast. Acha bana nasi hapa. Koma wewe. Wewe utajua mwenyewe na majini wako. Alikwambia majini hawaliwi nani? Sikia. Naona wakati natoa sharti langu, kuna sharti moja sikulitoa na sikuliuliza. Wewe unafanya kazi gani? Mimi IT. Kitaalamu tunaita professional current and requirement. Wewe dada unafanya kazi gani? Mama nyumbani. Safi. Mama nyumbani. Au vipi? Una kazi wewe? Tuje kwa mlengwa. Wewe mzee unafanya kazi gani? Mimi kama unavyoniona baba. Mimi ni mganga. Lakini baba mwenye nyumba, mbona hii ni kasi kama kasi? Wewe top kadi 3 nitakumanua. Acha kimbele. Wanaume wanavyoongea, unatoa wapi mkia wa kuongea kati wanaume wanaongea? Nitakumanua. Oya. Ondokeni watu wote kwenye vyumba vyenu. Nina kikao na huyu tumbili. Wakati na kupangisha kwenye nyumba yangu, uliniambia we mganga? Hapana. Kosa. Wakati na kupangisha nyumba yangu, uliniambia una kilinge? Hapana. Kosa. Sasa, wakati unahamia kwenye nyumba, hela ya kodi ulilipa bei gani mwezi mmoja? 50. Sasa nisikilize kwa makini. Kistaarabu. Tusipandane kichwani. Ndio. Au vipi? Sawa. Kuanzia leo, wewe unalipa laki. Dalali kazini, natembea kwa heshima, si mchezo wa macho, ni biashara ya tamani. Ukileta tabasamu nitakupa nafasi, lakini usichanganye kazi na mapenzi ya haraka. Mteja kija naweka mezani, kipimo bei na maneno ya uwazi. Moyo ukipiga na baki kwenye mstari, hapa ni deal tu si stories. Kaa kwanza nikuangalie vizuri.
Hii kazi mwanangu. Sasa mchumba, kukufundisha juzi tu. Sasa unavuta sigara hivi. Kwa mbegeto mama mtu, sigara inavuta kwa hisia. Yaani sigara inavuta kwa hisia. Sio hivyo unavyovuta wewe. Yaani unavuta ile kama una magazabu fulani hivi. Oya, bangi ndio unavuta kwa magazabu, lakini sigara inavuta kwa hisia. Yaani unaivuta unaisikilizia kwenye misuli inavyopita, inavyopenya kwenye damu, mwili mzima yani. Inatembea yenyewe. Yaani sitakuzoea katika mazingira haya. Hebu nielekeze nini tatizo kwani? Mbona kama ile sikuelewi mama mtu. Unajua nini bamkali? Ile nyumba ya sasa hivi, yani mwenye nyumba fezea, yani mieyusho. Yani napokwambia mieyusho, yani mieyusho mpaka mieyusho tena. Sikuelewi. Hemu funguka kwanza nikusikilize vizuri nikuelewe mama mtu. Nini tatizo? Picha inaanza mwenye nyumba mule ndani kapangisha mganga. Yaani muda wote miudi tu Oya. Muda wote mganga kelele, yaani hamna ustaarabu. Alipokuja kuniua. Uwe mwenye nyumba alipokuja kunichosha. Kwenda chooni mara moja tu. Yaani ukiingia mara moja ndo basi. Yaani uingii tena umo chooni. Oya, sasa fezea hizo. Nyumba gani? Mtu kaulipi kodi? Kaona kabule bwana. Nyumba yenyewe ile inaonekana ya ulisi. Mwenye nyumba anaita. Yaani oya ba mtu. Nyumba ya kwanza fezea. Nyumba ya pili fezea. Mimi mwenyewe ndo matatizo kabisa, ni sielewi moja wala mbili, kitu chenyewe kina madudu unaona. Yaani mwanangu hata sielewi. Ile unaona maisha kweli? Yaani maisha kiaunda anavyoenda. Nipeleke kwa mwenye nyumba. Yaani sitaki kelele naye wala sitaki kumvi naye. Mimi naenda kunyosha maelekezo ya kistaarabu, tusimletee usela. Sababu najua nikimletea usela pale nyumbani kwenye atakuwa kai. Cha kwanza kabisa ni nyumba yenyewe atajiacha. Afu mwenyewe ataumia vile vile. Kwa mimi sitaki maisha yao. Sitaki kumletea usela, sitaki kumletea kitu chochote kile. Yaani maisha nataka kumletea maisha ya kistaarabu. Unaona maisha ya kistaarabu. Niongee naye tukae chini tuongee kiuni kisela ile tuelekezane. Ila maisha nataka kuwaleta. Atakuja kunitafutia gazabu. Mimi sipendi una upepo. Sipendi unapata shida uje mke wangu, sipendi unapata shida uje. Mimi nakutegemea wewe uje uniletee kibaba hicho. Nataka uniletee kibaba hicho hapo mwanangu, afu tena wewe mwenye nyumba uje unanitafuta lawama uje huyo mwenye nyumba huyo. Sema umeona inoka tuondoke mwanangu. Inoka tuondoke, yaani nataka tuende huko huko mwenye nyumba. Yaani huko ndio kwa mwenye nyumba tukaelekezana. Inoka tuende. Dalali kazini, natembea kwa heshima. Bila shaka wewe ni dada yake na Mkojani. Ndio, ni mimi. Hivi unajua nini kinachoendelea kuhusu kaka yako? Kwa kweli kuhusu kaka yangu mimi sijui chochote. Na muda mrefu sana sijawasiliana naye. Na hata simu zake nikimpigia huwa simpati. Sasa utasemaje ni ndugu yako na taarifa uzijue? Dada, mimi naona ungeenda kwenye point. Kuhusu kaka yangu mimi na yeye tunajuana mimi na yeye. Nenda kwenye point. Zito. Zito. Hii tano kwa ngapi? Hilo ni 5 kwa 6 hilo. Umeona mimi nilitaka hivyo. Hayo
Wai baba. Usifagie, nitafagia mwenyewe usiku. Dalali kazini, dalali kazini, usilete kisura cha mapenzi. Dalali kazini, dalali kazini. Ndio kuonyesha maana haraka. Unaona mlango ile kule? Ndio. Unaona kile chumba kile kule kile? Kile kule. Kile ndo chafu. Ukishaukwa acha Sawa sawa. Basi nashukuru kakaangu. Haya asante. Tutawasiliana tutapiga kuwasiliana. Haya mama, hamna shida. Bongozi tumshela nini tutapiga leo jambo. Sasa mzee, sikiliza, nitakutia makofi sasa hivi. Hayo mazungumzo yako twende kazungumze kituo cha polisi. Yaani ungeenda. Mimi sinipo huko nyuma na madalili zetu. Kuna mtesesha nini mzee, tuondoke mtumi wetu si huyo. Wewe nani? Mtu kashaturudisha nyuma, mtu gani anakuwa kama hivyo? Mkojani wewe sio na shida, mimi nipo. Sio na shida vipi bwana, wakati unaona naenda polisi. Sio na shida kiache. Sio na shida kiache. Kwani amekamatwa kituo gani? Kuhusu kituo, ukweli sijui. Mimi nimeona bora nikupitishie taarifa ili uchunguze mwenyewe. Hata hivyo kuna sehemu nilikuwa naenda. Kwa moja niende zangu, wewe fanya uchunguzi utajua. Sawa, asante. Oh, mimi nachoka kukimbia bwana. Wewe chizi wewe. Wewe msimama hapo bwana, usinichanganye wewe. Wewe mbona sikuelewi, unanikimbia tu unanikimbia. Kwani wewe unagendagenda mwenye nyumba? Unagendagenda mwenye nyumba? Unanikimbia unaacha na nani huko nyuma? Unaacha na nani huko nyuma wewe? Yaani wewe unajua wewe unanichanganya, unajua mchumba unanichanganya wewe. Sema sasa sikia hapo kwenyewe. Hapa nimebadilisha agenda yangu. Hapa tusianza mwenye nyumba. Nataka unipeleke kwanza kwa madalali. Yaani nataka nikaanze nao madalali. Si unapajua utawala wao unapokaa? Ndio napajua. Unaanza nao wao. Imeisha. Imeisha hapo ndo naenda kuanza nao wao. Mwenye nyumba nikimpelekea taarifa hizi, ataanza kunichanganya mafaili kibao kichoni kwangu. Atanichanganya kwa vitu vyote. Nataka nianze na wao wa shamba. Oh, mimi natafuta la kiugumu. Wewe mwenyewe unaelewa vipengele vangu unavyotafuta dusko. Oh, mimi nakaba mtu huko mwanangu naumia ujue. Na ngua najua hivi. Siwezi kula mpaka nikimbizwe mchumbafu mwenyewe unaelewa vipengele vyake ujue. Hawa shamba hawajui mazingira yangu unapata vidusko ujue. Wewe nimekupa vidusko tu umepeleka kwenye nyumba kwa dalali, mimi sielewi chochote. Naanza na hao. Yaani naanza na hao kwanza fundamalizana na wewe. Atakuwa mtu huyu wa pili. Tuondoke. Yanapochanganya miguu yako tunaondoka huko mwenye nyumba. Twende. Wewe changanya. Oh, mimi na nyumba yako mwenyewe na ona mwenye nyumba anaingia. Unaguna nini? Dalali mwenzangu, kuna historia nimeipata. Hujui mjomba Mkojani kilichomsababisha kwenda jela, hujui ni nini? Kazi yake hii ya udalali. Kuwatapeli watu, kuwadhulumu mpaka kwenda jela. Mimi ninavyojua kazi ya udalali sio utapeli. Labda mwenyewe. Mbona mjomba Mkojani zile kazi ya udalali inamlipa, anaipeleka familia yake shule, familia yake inakula, inaishi vizuri. Kazi hii ya udalali. Sijakataa kwamba kazi ya udalali inalipa, yani inalipa sana. Yaani ujue sana. Tatizo. Yaani tunafanya kazi ya udalali. Yaani takiwa tunyooke. Tusipinde kama mjomba Mkojani. Sasa hivi uko huko jela. Na mama akilijua hilo, taikwa miguu juu, kichwa chini. Dalali kazini, natembea kwa heshima. Si mchezo wa macho, ni biashara ya tamani. Ukileta tabasamu, Karibu. Inaonekana una matatizo sana.
Unaonekana umeachwa na mwanamume na amekupa talaka 3. Mganga, mbona hata sijaolewa? Basi kama sio talaka 3, upo tu nyumbani hauna kazi. Unahitaji kurudishwa kazini. Hapo ninapokuambia nimetoka kazini ndo nimekuja hapa. Naambia kazi gani tena sina. Basi inaonekana leo network mbaya. Umekuja na mikosi. Ndio maana nyota yako haing'ai kabisa, hainionyeshi. Mumeo yuko wapi? Maana mimi nina shida na mumeo. Mimi na mume wangu ni mwili mmoja. Akisafiri ninabaki na jini langu, maana jini langu linaogopa kwenda barabarani. Jini la uongo? Leo nimekwambia kwamba jini langu network mbaya. Wewe mbona mapepe? Uko wapi? Uko wapi? Ndo tumefika au nini? Ndiyo tumefika. Njoo kae. Karibuni sana. Vyumba vipo kuanzia 50,000, 30,000, 20,000, laki na laki na nusu. Wewe mtoto, chumba someshanigaia mimi au umenisahau? Usije haraka haraka, hii ni ofisi. Usioni hapa tumekaa unajua kijiwe. Njoo taratibu taratibu. Haya, tuende kwenye point. Una shida gani? Babe, hao ndo madalali walionipangisha ile nyumba ambayo nakaa. Hivi wewe Sheda, wewe unajitambua kweli wewe? Yaani kwa huko nitoa kokote mchuma mwanangu, mimi najua unanipewa kwa madalali, unanileta kwa watoto. Mimi nikajua labda umekuja hapo pumzike. Unanileta kwa watoto mwanangu, una dalali gani ya watoto? Mwa nichanganye wewe. Hemu inuka wewe, hemu inuka, wewe nitakupiga mitama ujue, usinichanganye ujue. Hemu inuka tupeleke kwa madalali bwana, usinichanganye bwana. Wana gazabu na hela yangu ujue. Wewe nichanganye bwana. Ndumba mpenzi wangu. Hao ndo madalali, kila mtu anawajua hapa mtaani. Hao ndo madalali wanajulikana kila sehemu. Sasa ambacho olei nini? Wewe mbona msumbufu wewe? Baba mwenye nyumba akasema apunguze hela yoyote. Usinichoshe mimi. Goodbye. Mwingine bwana. Ndio hela ipunguziwe bishi kama mimi. Ndo madalali. Nyie ndo madalali nyie? Blaza. Punguza jazba. Wewe unatuona sisi watoto hapa, sisi madalali. Alafu sisi ni madalali, kwa hiyo naomba utuheshimu. Hii ni ofisi. Nyamaza wewe. Nyamaza. Wewe unijui? Wewe mdogo wangu unijui? Mimi sina maisha yao wadogo zangu nielekeze. Mnaona hivi hivi? Bwana, haki ya Mungu nawaapia. Nawaelekeza kweli maisha kweli. Angekuwa ni wale kubwa kama saizi zangu hivi. Nisingenyoosha hivi. Nisingenyoosha maisha ya kawaida kama haya. Maisha kiaonda maisha ya kweli. Sasa hivi masikio sijui shingo liko pale. Mizimu. Jini njoo. Nisaidie kumsaidia huyu binti. Unataka nini baba mwenye nyumba? Jamani. Kwa hiyo unataka nisicheke, si ndio? Kama vinafurahisha. Mzee mjini akili. Unajua baba mwenye nyumba, ukimkuta mtu yupo kazini, usije kuchekacheka. Mizimu ni mibaya na mashetani ni mabaya. Pia jini langu linaweza likakuharibia hata wapangaji wako wakaondoka. Oya. Nitakumanua kuba babako. Sikolomewi mimi mzee. Nitakumanua. Alafu mimi sitishwi na mizimu yako mzee. Nitakula ukonokono wote ulioweka kichwani mzee. Mimi mafia. Mimi mnyama. Usinzoezoe mzee. Binti, usimsikilize baba mwenye nyumba. Naomba uondoke, lakini njoo kesho.
jini langu litakuwa vizuri na ninahisi mume wangu atakuwa amerudi. Ire warana wana maya mine. Yaani sisi ndo madalali. Sisi sio watoto. Yaani kama uwajua madalali ndo sisi hapa. Naomba sheria ifuate mkono. Na pia usitone hapa sisi tumekaa unajua vijiwe, hii ni ofisi. Njoo taratibu tukujue shida yako ni nini. Nyamaza wewe, nyamaza. Wewe, nyamaza wewe mtoto wewe. Oh, mnanijua vizuri nyinyi. Wewe Maisha Kionda mnanifahamu vizuri nyinyi. Oh. Ingekuwa nimejua, yani akili yangu yote ilikuwa inawaza madalali ambao kidogo umri wangu nyie. Kama Maisha kweli, yani ingekuwa kama kidogo tumelingana. Oh, wasema sikio yenu chini pale na kichwa pale. Ila Maisha Kionda kwa sababu nyinyi watoto. Oh, mimi nachukulia baridi tu. Nyie sio kumpeleka mchumba mwanangu, nimetoa hela yangu hapo na hata huruma nao hamna kabisa. Maisha Kionda. Tunampeleka mchumba kwa ule mshamba ule mwenye nyumba mshamba ule. Nyie mnajielewa kweli mwanangu ni? Ndani saa 12. Kama dagaa. Chooni mara moja kwa siku imeisha hiyo. Wewe unaweza maisha yao nyewe? Mnaweza maisha yao? Hilo ushatuambia. Sisi tutamfikishia. Kwa hiyo naomba utuheshimu. Sheria itafuata mkondo. Sisi sio watoto wenzako, umeelewa? Si umeelewa? Sisi ni madalali. Msitoni hapa sisi tumekaa. Hii ni ofisi, sio vijiwe. Mchumba. Waona mchumba? Wewe Shadi. Wewe Sheila. Kuna yumba. Unanikosea kinoma mchumba, na kuelekeza kabisa unanikosea. Oe langu wewe mwenyewe unaelewa kabisa mimi kula kwangu ni mpaka nikimbizwe mchumba. Oe langu mimi unaenda kabisa wa shamba kama hao. Nitakupiga wewe au na madalali wako. Na wewe mwenye nyumba nitakukanda. Yaani kwenye swala langu nitakukanda. Nakuwa pia. Sitokaa kimya kwenye swala hili, sikai kimya. Siwezi kutulia kwenye ushengi kama huo. Tutakutana. Maisha Kionda tutakutana. Inuka. Mchanganyo hizi hapa na wewe. Na nini? Ndio madalali. Hizi hapa. Tunagonga hapa juu. Tutakutana katika maisha yako wewe. Utanipeleka kwa huko kwenye nyumba afu nitaonyesha bwana. Nakata masikio. Ondoka bwana. Eti anakuja hapa tupigie mkelele. Anaje hivi ni vijiwe, hata ofisi. Haraka kabisa. Aha. Nyie mnapenda sana kunipanda kichwani. Leo mnataka kunipanda wapi? Oya Father House. Tumepewa malalamiko na hao wapangaji wako. Malalamiko gani? Wanasema hivi kwamba wewe unaambia mara moja kwenda chooni na saa 12 kujianika juani kama dagaa. Ndio hayo malalamiko tuliopatiwa na wapangaji wako. Walikuja pale ofisini wakaongea, sisi tukawasikiliza malalamiko yao, tukasema tutampelekea Father House. Ndio tumekuja hapa tukuletee malalamiko yako, si umeelewa? Kwa hiyo hapo sisi tumeamua tuje kukuletea wewe malalamiko ya wapangaji wako, tuje kukwambia. Hiyo nakuwa nimezingua hapo Zingua ndio unaonaje? Nimetoka nje ya biti hapo Hiyo. Na kingine Father House, uwe mtu smart, mnene, una kitambi. Badilisha hata nguo hata siku moja moja. Sio kila siku nguo tu ya kufunga mikanda nyuma na mbele. Badilisha babu. Unakaa kama mpangaji wakati Father House wewe. Siendi na wakati. Ndio na sasa wewe unajionaje? Huyu mtu utakuta muda wote mkanda mbele mkanda nyuma kama toto. Wao ni mkubwa. Unachukua uvae pendeze mwanangu. Unazingua afu ndo baba wa nyumba. Sasa unajifundisha nini? Father House una midevu. Jistili hata kidogo kila siku ngoza vitoto. Baba wa nyumba. Sasa hivi. Salama. Baba wa nyumba, samani. Najua kweli asubuhi niona nimeenda chooni, lakini hali yangu mbaya. Leo tumbo linanisumbua. Kama itakupendeza mzangu, nakuomba, naomba niende chooni. Kama itakupendeza, lakini hali yangu sio nzuri.
Nenda bwana mzee. Sifokea basi mzangu ndakunyea. Fati choni ni wewe. Tena endelea kunitolea macho yako ndakuchoma tegisi cha mkunjo. Msinye sisi kisa wewe. Unafanya. Ndio nini? Isi fair. Ana anatoka huko tena kuja kuomba msakioni. Wewe uone unazingua mwanangu. Da? Hadi naamua kucheka mwanangu. Tuone tu mpaka ombe Musa. Si fair mwanangu. Hiyo nimezingua. Hiyo nimezingua Unazingua hadi chooni kuomba kwa hiyo si fair mwanangu. Atinta. Atinta hata kidogo. Atinta. Hivi wewe, kwani mimi unanichukuliaje? Unadhani uvokimbia kule uvokuja hapa Zanzibar sitopajua? Yaani umekuja kujifungia huku, ukanikimbia kule ukadhani sitopajua. Oya bro, mimi sijatoka kijijini leo. Yaani mimi mjini hapa Boni hii. Mimi sio mtoto wa kijijini. Mimi mtoto wa mjini blaza. Yaani hapa sasa leo nimekuja na mambo haya. Mawili uchagua hilo moja. Uchague nipangie chumba humu ndani au la tukalale chumba kimoja mimi na mke wako. Usizani unanipa vile vila kimbili vyako vya kuuza mantilie kwamba ninaona ndio umenipa hela. Yaani sasa hapo chagua mawili. Una shida gani? Una shida gani? Ndio uje hadi badi hapa nyumbani? Si tushamalizana huko. Wewe unajuaje hapa kuna mke wangu, kuna hudumu wangu, kuna wateja wangu, unakuja kuniharibia hapa? Unanivuta hivi kweli wateja wakiniona unanionaje mimi? Wewe si mchepuko tu. Mimi sio mchepuko kama wachepuko wengine. Yaani mimi mchepuko wa design nyingine kabisa. Mimi mchepuko mke. Hivi unajua mchepuko mke wewe? Hata kama sio kuniharibia sasa. Hata sio kuniharibia kwenye kazi zangu. Je, mke wangu angekuepo hapa, wateja wangu wangenionaje? Mganga mzima na kabwa, kweli? Yaani hapa mimi siondoki leo. Yaani katika wanawake ving'anga, kumbe ni wewe pia mmoja hapo. Ila sawa, nimekuelewa. Nipe dakika hizi, nipe dakika 2. Chepuko, nipe dakika 2 baby. Usinune, sawa Subiri. Sasa Shaida ndugu yangu, siku zote tunakaga humu ndani. Hujawahi kuniambia kumbe kuna vitu nimekutana na Boy. Mashallah Mungu. Kwani hujaniambia siku zote? Sijakuelewa. Boy gani tena ulokupo humu ndani? Bwana we, kuna kakaka fulani hivi nimekutana nacho. Kafupi. Ana nywele fulani hivi kama singa baba. Nakwambia tumepishana tukagonga. Mama kama huyo kangu kikaenda. Nimependa. Mimi hapana, nimependa. Fanya mchakato basi. Ba mwenye nyumba, umepoa! Umepoa mwanangu. Oya! Mimi sije kukuona hivi. Na kuonaga umevaa miwani siji na jicho moja mara sigara hivi. Oya! Ba mwenye nyumba umepoa. Leo nimekuelewa wewe nani? Saluti. Wewe ushakuwa chawa au vipi? Nenda kwenye point unasemaje? Sawa basi tuachane nayo. Lakini kuhusu kupoa umepoa kweli. Nachokwambia sasa, nilikuwa nachukua vidawa vyangu bora nilivyokuona hapa. Mimi nataka unipangishe chumba kimoja. Chumba sina mzee. Ba mwenye nyumba, kuna kitu kile kinazagazaga pale ambapo sijui jikoni sijui wapi. Pale mimi ndo napahitaji. Elewa sina chumba. Ba mwenye nyumba. Wewe Chinelo na matatizo Wewe kwanza nicheki. Ipo Chinelo, unamjua yule kaka vizuri? Nikwambie. Yule kaka anaitwa Mr. Tungi. Mr. Tungi maana yake, yani yule kaka ni cha pombe wa kusupa. Yaani ni mlevi, yaani sio hata nikwambieje. Yaani mwenzio achagui pombe ya kunywa. Smart jini, sijui double kiki, sijui mbege, yaani yeyote itakayompitia mbele anakunywa. Sasa nakushangaa shoga yangu kuniambia sijui Boy umempenda toka lini? Ushaanza usda.
Kaka wa watu, mtanashati yule. Ana kasoro gani yule? Hivyo vote unamsingizia, sio kweli. Sio kweli bwana, sio kweli. Fadhausi. Sikipo kile kinaelea unaweka madumu. Wewe mzee. Jiko mimi sipangishi bana. Baba, oya. Fadhausi, mbona unataka kunichanganya? Kuna 70,000 hapa kwa mwezi. Kuna 70,000, yani 10, 1, 10, 2 mpaka 7. 70,000 kwa mwezi. Dada, samahani. Nikikuangalia ulivyovaa na muonekano wako tofauti na wagonjwa ambao wameshawahi kuja hapa kwangu. Wewe kweli unaumwa? Una tatizo gani? Nina mashaka na wewe. Mganga akakwambia kama ameoa? Nafahamu kwamba ameoa. Basi mimi ndo mke wake. Wengine ni photocopy. Ni ugonjwa gani ambao unatakikana kukaa kwangu miezi 6? Yaani chumba shilingi 50,000. Alafu wewe jiko utoe 70,000. Yaani mama nyumba mimi natoa 70,000. Mimi ndo nalitaka. Hapo nifikirie. Kijifikiria hapo. Wewe fikiria 70. Kijifikiria hapo. 70. Safi. Kijifikiria hapo. Ongeza laki. Alafu kipindi unajifikiria nakupa miezi 6. 70. Mara hizo 6. Na kingine kuna suti za wateja wangu. Nimepewa kama zawadi. Lakini mimi si unajua nguo zangu ndo hizi. Sivagi mambo ya suti. Na ulivyopoa Fadhausi, mimi nakupa zile suti. Sasa hayo maswali hayo ungemuuliza mwanaume wako ndani. Mimi hapa sipasi wewe kukujibu wewe. Ana majibu ya maswali unaoniuliza mimi atakiwa kujibu mwanaume wako ndani. Mimi kichoneta hapa ni kitu hiki kimoja. Ni tiba tu, kutibiwa, niondoke. Nipone, anipatie dawa zangu niondoke. Sasa sijui maswala nina mume, sijui ikimeenda kimerudi. Hayo maswali mengine inabidi umuulize mume wako ndani. Nadhani nimemaliza. Kabla sitamuuliza jirekebishe, faa nguo kubwa kubwa. Uwezekani mgonjwa anakuta amevaa nguo iko huku, kweli ni mgonjwa. Natembea kwa heshima. Paka nitaona mengi. Ni biashara ya hapa kama sitaletewa mtu bahati. Ukileta tabasamu nitakupa nafasi, lakini usichanganye kazi na mapenzi ya haraka. Mteja kija naweka mezani, kipimo bei na maneno ya uwazi. Moyo ukipiga na baki kwenye mstari. Hapa ni deal tu, si stories za usiku. Usinipe maneno Karibu. Jirani, nimekuletea chakula. Wewe utakuwa na nyota malaika. Umejuaje? Sijala kweli by the way, na madude nimekunywa mpaka tumbo linafanya kwa. Karibu jirani yangu. Chakula cha nini? Lakini okay, family lie. Aisa nile. Mimi najua hizi shobo kwa ajili haya mauzuri yangu. Mimi najua mauzuri ndio yanachanganya wasichana. Mimi na mauzuri ya ovyo. Karibu bwana jirani. Ule lakini. Nitakula au umeniletea ili ni mwage? Tajitahidi nitakula sio. Bye jirani. Mtu anapata choo kizuri huyo jamani mimi. Jamani nitafaidi. Dalali kazini, natembea kwa heshima. Si mchezo wa macho, ni biashara ya tamani. Ukileta tabasamu nitakupa nafasi, lakini usicha. Alafu we Ndumba, hivi wewe una tabia gani? Yaani ndo kwanza leo siku ya kwanza umekuja kwenye hii nyumba, lakini unavuta misigara, yani ujali wala nini? Hivi kwa nini ubadiliki wewe? Kumbe Mwantumu. Eti Mwantumu kumbe. Sheda.
Siku hizi shoko mwana sheria. Yaani kwamba nikija hapo unanipangia unavyojisikia wewe yani. Yaani mbona siku hizi naona umebadilika? Kwanza umechange cha kwanza. Yaani sometimes hata nikikaa nawe kama hivi napiga nawe story, sikuelewi vipengele vyako. Masheti yanakuwa ni kibao, yani kibao haeleweki, yani maisha ya kweli. Poa, maisha ya kiunda unayumba mchumba ujue. Hapana Ndumba, lazima nikwambie. Kwa basi mstaarabu unapokuja kwenye nyumba za watu. Jaribu kuwa mstaarabu. Basi baridi. Bibi kwanza kuhusu huyo mshamba wako mwenye nyumba. Kaka fresh au bado analeta mazunguzungu yake akishangisha ngingi au wadodo wamesema wameshafanya mazingira yao. Baby, nimekuita hapa kuhusu lile jambo lako mimi nimelikamilisha. Mambo ya kukabana mimi sitaki kabisa. Kwa sasa utahamia pale. Unapambana na mwenye nyumba, kuna kijiko ambacho ndio kilibaki kwa sababu vyumba vyote vimeisha. Kwa kile kijiko ndio tutakaa pale kwa muda. Hivi umesikia vizuri ama? Yaani wewe kuneka mimi jikoni? Yaani kabisa unazungumza eti kuna kijiko nimekapata pale. Hivi mimi unafikiria kukupenda wewe mimi najiona nani? Yaani mimi najikuta nani? Mimi kukupenda sio kwamba sipendwi. Mimi napendwa. Kuna wateja kibao anakuja. Wewe usikai jikoni una shida gani? Mimi nimepambana, baba mwenye nyumba tumegombana sana mpaka kupata hicho kichumba chenyewe. Alafu bado unaletea habari. Ndani Simba, nje mtiti, una shida gani? Mimi nimekupa hicho chumba, ukubali. Tena bado, sijui nini, unataka nini sasa? Maini yangu, unataka nini? Unataka nini mama? Kama unipendi niambie. Kama unanipenda njoo pale. Unajua mimi nimepambana kiasi gani? Nimwambia mpaka mke wangu nimemdanganya. Wewe una shida gani? Afu kama usolijua kuna mtu anaitwa sijui Tungi. Yule mwezi huu mmoja kodi yake inaisha, ndo napambana na mpiga juju ili wewe ukae kwa amani, lakini bado yote sijui mimi kukaa kijikoni. Sasa unataka ukae wapi? Unataka kutoka yote chumbani kwangu? Unataka kutoka yote chumbani kwangu? Ukiambia usikie. Tu wenyewe mchepuko tu unanipangia. Utakuja kunimeza bure. Yaani baba nyumba amebadilika mpaka nimeshangaa. Yaani amebadilika, yaani sijui wale watoto walikuja kuongea nao wale madalali, hata sijui. Yaani amebadilika. Yaani sitaki kuambia jana kwa macho yangu yule kuna mpangaji mwenzangu Mr. Tungi, ni mlevi tu. Jana alikuwa na tumbo la kualisha. Namshuhudia anaenda chooni, anarudi na boya nyumba yupo, anamwangalia, anaenda, anarudi. Sijui kapatwa na nini mwenye nyumba, hata sijui. Lakini naona kabadilika kabisa. Na leo nimeamka asubuhi, hamna hata watu saa 12, hamna kutoka nje, sijui yaani hamna hata mambo. Fika kubona nini? Hiyo nzuri. Hiyo nzuri, nimeipenda maisha ya Kiaunda. Hapa kwenye nimetoka huko mguu kati mpaka hapa. Maana kuna nakula sigara zangu hapa napunguza rosto kwanza. Lengo langu ni kwa namsikilizia yeye. Aite mazunguzongo nipige mitama hapa mbele yako. Sitaki mchumba upate shida. Yaani sitaki mtu akuletee usera wa aina yoyote. Yaani maisha ya Kiaunda kwangu wewe ndio umefika. Na mimi kwako ndo nimefika. Nitakufa kwa ajili yako. Ni kivyo vote vile. Nitakufa kwa ajili yako. Yaani ukitaka mtu anichukuze kidogo tu kwako. Alidondosha jitu winji unaliona. Yaani winji unaliona. Sema nini? Arudi kamejaa mwanangu afuta akapunguze mchumba, si unajua? Unajua kitambo. Haya. Sawa. Kwamba ni mwezi mmoja. Ikizidi tofauti na hapa, sitaweza kuvumilia kukaa jikoni. Alafu mtu wenyewe mchepuko, unanitesa mtu wenyewe mchepuko. Usiniteste bwana, mimi bwana usiniteste. Haya sawa, nimekuelewa. Kwani una shida gani? Nimekuchoka bwana. Takugeuza sigara wewe, uwashwe. Mimi nimekuchoka sasa. Tena wewe nitakupiga juju moja hilo unichukia kama mavi. Tena utanichukia kweli. Mimi sitaki mambo yako, nimekuchoka sasa. Mtu wenyewe mchepuko unanitesa, hata mke wangu anitesti hivyo. Nimechoka bwana. Wewe nawe mtoto hataki hayo mambo bwana.
Hapo naongezea masikio na kipua kidogo mwanangu, tena bado unanikazia mwanangu. Nataka nikapunguzia wapi sasa mchumba? Sasa mimi nifanyaje? Wewe unajua hali yangu. Ushaona kuna kitu kinakazika hapo mwanangu kwa mtoto akiwa. Au nataka nikafanya mazingira yangu ndoo yale. Sasa hivi sabuni ya kipande ya jero ile pale nikiingia huko imeisha. Hebu acha mambo yako basi mwanangu, kidogo tu. Unaona kidogo tu. Ndumba, nenda basi maana naona hata tuelewane. Tushamalizana. Mimi sijisikii, mambo yani sijisikii. Hospitali tumeambiwa hivyo, yani haya mambo hayatajiki. Kwani huwezi kuvumilia wewe? Bwana Uchebe, sisi tuna nini? Tuna dili, ndio maana tumekuita hapa. Dili gani hilo wanangu? Dili hilo, yani ushaenda pale nyumbani pale. Kila kitu anachokuuliza mama, itikia ndio. Umeelewa? Sasa nitikiaje ndio? Kama enda kuchinjwa je? Ushaekewa maelekezo. Sema ndio, na unakufa, una uwezo gani wa kufa wewe? Wewe ukienda pale nyumbani sema ndio. Umesikia? Tuendelee. Ndio. Ukifanikisha F30 zinakuhusu. Yaani 30 namba au 30? Maana F30 tuseme. Sasa nyote watoto nyewe lazima mnaitolea wapi? Nyewe mnajua F30 nyinyi? Ndio, ina 10,013 na 1130. Haya hatujui hapo F30. Au nabisha sasa tukokotee mawe. Basi. Sasa mimi niwaambieni kitu kimoja. Hilo dili mimi nitaenda nitalifanya vizuri. Si halina ubaya hilo? Halina kweli? Chekechea. Kibeko. Mnaweza kuniambia hivi vitu vimefikaje huko ndani kwangu? Bi mkubwa, si tushakuwa wakubwa. Tako tujitegemea au unataka kila siku odi bi mkubwa tupe la maandazi? Kwa hiyo nyinyi siku hizi mmeshakuwa mna uwezo wa kujitafutia hela na kujichukulia maamuzi wenyewe, si ndio? Hivi ni watoto mnataka niwape nini? Na ni kwa nini mmekuwa kama machakaramu, sijui mmekuwa kitu gani? Haya basi, yote 9. Mimi nataka kujua hivi vitu mmetoa wapi? Mimi nakwambia ukweli. Ukisikia madala la bonyeo kwa sisi. Ukitaka kibanda tunakuletea. Ukitaka uame humu ndani sisi tunakupeleka, si ndio madalali wa Bonyokwa. Mimi nimesema ukweli. Shemeji, mbona unazihaki majini? Shemeji, mbona unakuwa kama sio mwelewa? Shemeji, tumekwambia muachie amhudumie mteja huyo. Wewe mteja tutampeperusha tumpeleke mbali. Utujui vizuri shemeji. Naomba umwache afanye kazi yake kiti. Umwache haraka sana. Tunakupa masaa 24 kama kituo cha polisi shemeji. Ukizingua tunakuzingua shemeji. Atinta. Umeona? Mangu. Kumbe hivi vitu ni vya kweli. Mkongo unatakiwa ukubali. Ninachokwambia kitu unielewe. Uganga ndo unatusaidia sisi. Ndio maisha yetu sisi. Ukikataa watanisumbua, wataniua mimi. Mangu, mimi hapo sina pingamizi. Nimekubali, ila siti na kucha wapi? Huyu mgonjwa ataishi wapi na wakati tuna chumba kimoja? Tulia. Msije. Amenielewa, msije. Unaona mke wangu? Unaona? Umeona unavyonibana? Kwenye mbavu wanakuja kwa wingi, msije. Kaniletee maji kwa. Kaniletee maji. Hivi wewe, naomba nikuulize. Unajua hata bei ya unga? Au unajua hata bei ya kibiriti? Sasa naomba unisikilize. Tena unisikilize vizuri. Nimekutoa huko, nimekuleta hapa. Nataka nizungumze na wewe ili tuelewane. Sawa? Ninapotoka huyo Chinene nasikia anakuletea wewe chakula. Anatoa vitu kwangu, anakuletea wewe chakula. Kama huwezi kujihudumia, naomba tafuta msaada kuhudumia. Sawa? Na kama huko si mapenzi yenu, si kuhudumiana, tafuteni sehemu mkahudumiane. Lakini sio vitu vya nyumbani kwangu. Si umenielewa? Kama hela zako ndio unatumia kulewea, hela kula una,
Yaani naomba unikome. Yaani pumu. Sawa? Ujue mimi nahangaika vipi napata hizo hela mpaka najinunulia vitu nakula mwenyewe na maisha yangu. Tena ukome kabisa, umenielewa? Tena na huyo demu wako nitamwambia. Sitaki mazoea. Yaani sitaki mazoea kabisa, tafuta ustaarabu mwingine. Umenielewa sijui? Endelea hivyo kuniangalia kama sijui na kuimbia. Taarabu hapa. Nengeneka hivyo hivyo. Nimemaliza. Nahisi umenielewa. Yaani mpenzi aliwezi kudumu tu bila wachawa, bila watu kuliingilia kutia dosari. Haya, kula kwangu mimi badala nimwambie mwenzake ndo akome kuniletea mimi chakula, ataambia mimi nikome. Mtoto kanipenda mwenyewe. Mauzuri haya yananiponza mimi, napendwa na majitu ovyo. Sasa mimi usalangu nini? Kula. Baby, ndio maana nakwambia nakupenda wewe. Wewe hamna mchawi anakuingilia ovyo. I love you baby wangu. Tena ani hapo leo kanikuta niko nimetulia. Ningemchoma kisu cha mkunjo bila kumtazama hata usoni. Kwa hiyo nyinyi siku hizi mmekuwa madalali, si ndio? Kwa hiyo wanangu, mmeona hakuna kazi yoyote ambayo itakawafanya nyinyi mpate hizo shilingi 100, 200 mnazozitaka nyinyi. Mkaenda kufanya kazi ya udalali kweli? Kwa nini msibebee maji hata majirani huko nje? Ni kwa nini lakini mnaniweka roho juu juu watoto? Ni kwa nini mnakuwa na tabia za kipumbavu hivyo? Nisikilizeni nyinyi watoto. Naombeni msinipande kichwani. Mimi ni mama yenu na nitabaki kuwa mama yenu. Ninachohitaji kujua, hivi vitu vimefikaje? Mama, ilikuwepo hivi. Kuna mteja tumekutana naye wapi? Njiani. Akasemaje? Nina shida na chumba. Tukamwambia sisi ndo madalali, chumba umeshapata. Twende. Tumeenda kule. Kaona chumba vizuri, hajatupa hela yetu ya mguu wala nini. Nikasema huyu anatutania. Tuingie ndani tukachukua vitu tukaondoka. Kwa hiyo nyie sasa hivi mmeshakuwa yani vidume, yani mmekuwa yani watu ambao mna nguvu, mna uwezo wa kuingia kwenye nyumba ya mtu, mkachukua vitu vyake na mkavitoa huko mkavileta nyumbani kwangu. Hivi nyie watoto, mkija kupigwa na kuumizwa mtasemaje lakini? Sikilizeni niwaambie. Chekechea kibeko. Sijashindwa kuwalea humu ndani. Nina uwezo wa kuwalea vyovyote vile mnavyotaka nyinyi. Sasa basi, naombeni nendeni mkamtafute mwenye hivi vitu. Popote alipo, aje achukue vitu vyake. La sivyo, nitakachowafanya nitakuja kunipeleka gerezani na watoto. Toka! Mama alikuzumu. Chekechea wewe. Sasa ninachotaka kuongea hapa ni kauli moja tu, nikiwa kama mama. Full stop. Sihitaji kuona hivi vitu ndani. Nendeni mkamtafute mliyemnyang'anya hivyo vitu. Aje hapa achukue vitu vyake. Nitawakata miguu nyinyi watoto. Lakini mama Oya! Sepa! Nenda kaleteni huyo mtu mwenye hivi vitu hapa, nataka aje achukue vitu vyake. Haraka! Dalali kazini, natembea kwa... Hivi Shaida wewe, mbona sikuelewi siku hizi? Sioni limao, sioni udongo. Mama, hata kutapika sikuoni. Hivi wewe una mimba kweli wewe? Shoga yangu. Yaani wewe ni rafiki yangu. Ngoja tu nikwambie tu ukweli. Hivi kwa unavyoniona, hivi nilivyo, hivi naweza nikambebea mimba yule mtu asiojelewa, muuni, mwizi, muda wote saa yote anakufa. Ndio nimbebee mimba mtu kama yule? Kwamba sina kazi za kufanya au nimekosa wanaume? Chi wewe. Nikwambie shoga yangu, hii ni drama tu. Sina mimba, sina nini wala nini, nimezusha tu shoga yangu ili nipate kuishi vizuri basi. Lakini sina mimba, sina chochote, sina lolote. Nipo mkambo hapa nilipo. Shaida, hey, sijui uso wako utauweka wapi. Hivi unawafahamu wauni wewe?
unawajua vizuri. Mama, baba watu wanahangaika. Jua lake, mvua yake. Sijui kaenda kukaba, kaenda kuiba, sielewi. Anakuletea wewe mama. Leo hii umwambie una mimba. Kitakachokufuata. Sasa mimi nifanyaje? Sitaka maisha yangu yaende. Kwa hiyo nataka nifanyaje ndugu yangu? Atajua mwenyewe, apambane, anietee mimi nile, alipe kodi, kazi kwake atajua mwenyewe. Mimi yangu ananiendea shoga yangu. Sawa Yaani sijali, simuwazi sio akija kujua atajua mwenyewe. Mimi napambana maisha yangu. Shikamoo Bi Mkubwa. Bi Mkubwa bwana, lile swala lako lile ulosema kamtafutieni huyu mtu mlompokonya hivi vitu. Tumelifuatilia, tukamtafuta yule mtu mwenyewe huyu hapo, Bwana Uchebe. Habari yako kaka? Salama madam tajiri. Salama kabisa. Samahani kaka. Vitu vilikuwa huko ndani kwangu ni vitu gani ambavyo unavihitaji? Bi Mkubwa naona unazingua. Sasa mtu vitu vyake tena namuuliza vitu gani tena unazingua. Wewe. Nyie, naombeni mkae hapo mtulie. Msinipande kichwani. Kaka, narudia tena. Ni vitu gani vipo huko ndani kwangu? Swala taa madam tajiri. Mimi nina uwezo nikakwambia vyote kwa sababu navijua vitu vyangu. Ni mito miwili mikubwa mikubwa na mito midogo midogo hivi. Mikubwa mikubwa na midogo midogo. Mito miwili ya pinki. Kuishnesh habari yetu. Hivi kaka, na akili yako kabisa mtu mzima. Hawa watoto wamekutoa huko walikokutoa, wamekuleta humu ndani. Wanakushika akili kweli? Hapana, yani hawajanipelekesha kiakili. Yani ni mimi mwenyewe nimekuja kwa sababu nakuja kufuata vitu vyangu. Sikiliza kaka. Naomba utoke ndani ya nyumba yangu sasa hivi. Nimesema toka ndani ya nyumba yangu. Udogo, kuna binti napishana naye ndani. Hivi unamfahamu? Huyo mpangaji mpya? Namjua ndugu yangu. Yupo hapo. Kaletwa na mganga. Kapangishwa na mganga shoga yangu. Anavodai yule ni mteja wake. Anaumwa kwa hiyo anamtibia miezi 6. Kwa hiyo tupo tunatamba naye miezi 6. Yupo hapo. Maisha humu tena atayaweza? Namuona kabisa anataka mpigo zake sizielewi ndugu yangu. Bana bado aliposema hivi. Yaani simuelewi kabisa miondoko yake. Yaani huyu. Muone. Wewe. Njoo. Na wewe hapo njoo. Kwani suka chini au? Unajui kukaa? Tunaipa ndo nini? Hau Kiswahili mwenzetu kijui. Kwani kuna lazima sana mimi kukaa? Hamwezi mkaongea hapo nikaelewa? Muache nimalize hapo hapo. Maana tunakwenda tunakubembeleza tunatuelewi sasa. Shoga yangu, hizo nguo zako vipi? Hapo umesikia tupo baa hapa, hizo nguo zako unazotuvalia. Yaani umekuja mpya, umetukuta hapa. Hivi uone zao tunavovaa tunajistili, wewe uone hata kuiga mfano huna. Yaani wewe unajivalia tu. Ngoja. Wakati unaingia huko ndani ukupewa sheria ya nyumba. Sheria ya nyumba, yaani unapoenda kupanga kwa mtu kuna kwa na sheria. Sheria kwanza shogangu, hauruhusiwi kuvaa mavazi yako. Unatuona si tulivyo hapa. Anacheka eti. Dada wengine tuna mabwana zetu humu ndani. Usio katuzibia riziki na hivyo vinguo vyako. Au kwa sababu tena unajiona tayari umeumbwa tena unatuzibia riziki dada.
Kwa hiyo jaribu basi kujistiri, kavae huko, jistiri basi. Hivi kuna mtu ambaye amezuiliwa kuvaa kama hivi? Labda niwaulize, kuna mtu ambaye amezuiliwa kuvaa kama hivi? Mimi naweza kuvaa kwa sababu mimi umbo langu linaruhusu. Kwa hata nyie mnaweza mkavaa. Kwa sababu wanaume zenu kama ndani wanawafungia. Basi ndio wawazuie. Lakini mimi niko huru, sina mwanaume wa kunipangia masharti sijui vaa hivi, sijui vaa hivi. Wewe. Dada, jiangalie. Yaani be careful. Wanaume zenu kama mnaona dili wafungieni ndani. Dada, unaona mbuga ile? Mbuga gani bwana na wewe, acha kushtuka, achana naye. Wivu huo. Achana naye wewe, acha kushtuka bwana. Kwa sura gani mtu mwenyewe eleweke, hebu acha. Hebu ndio kazi yako. Wewe Ndumba. Yaani mimi leo nimeamka nisijielewi, tumbo linaniuma, yaani sina jisikiaje. Yaani ipo ovyo yani. Mchumba. Ujielewe kivipi yani? Afu siku hizi mbona kama umebadilika hivi mama mtu? Sijakuzuia kabisa kwenye pigo za kuniita mimi Ndumba. Umeanza lini kuniita hivyo? Nishakuzuia kwenye kuniita kwako unaniita baba mtu. Mpenzi. Mume wangu. Leo vipi mama mtu? Kwani nini tatizo? Eti Ndumba. Unaitamka tu kiolela fresh na uchukulia baridi yani. Kwani Ndumba si ndo jina lako? Hata kama ila sijakuzuia kwenye pigo hizo ujue. Unajua ibadilika sana mwanangu sasa hivi. Unaeleza kwani? Sikia, tuachane na hayo. Hem, tuje kwenye mada ambayo imenileta hapa. Mimi hapo awali nimekwambia najisikia vibaya. Tumbo linaniuma. Kwa hiyo mimi yani ninavyoona hapa, yani uchoe tu kitakachotokea basi, maana mimi nipo vibaya sana hapa. Mrao kuelekeza sasa hivi. Koma kuniita Ndumba. Ila bado vile vile utaki kunielewa. Nesi kuna kitu ambacho kinaendelea kati yangu mimi na wewe. Hakipo sawa. Oa mtu. Kumbuka mimi nani yako baba. Usinifikirie kama wale mashoga zako ambao ushazoea ile maisha yako ile, kuna kama unaongea na shoga yako. Mimi sio rafiki yako ujue. Kama ushamzoea ile chinene ile kupiga na kelele, sio mimi ujue. Sio mimi nakuelekeza maisha yako ile. Usichukulie baridi. Mnielewa? Ila fanya mazingira yako yote unavyojua wewe. Mimi napangalia hapo ujue. Sikombi sio iko hapa. Usichukulie poa kabisa mwanangu. Mimi nishaelekeza familia nzima wanajua, sio dada zangu, sio kaka zangu, sio mama yangu. Wote wanaelewa kusikia mazingira hayo. Yaani jirushe jifanye wewe unavyotoka wewe. Yaani usinichanganyie mafeli kabisa kwenye ubongo wangu. Macho yangu yote yanatazama hapo ujue, wewe mchumba. Usiniletee pigo za kishangingi kabisa mwanangu. Maisha ya kweli. Usinitafutie lawama. Usinitafutie lawama. Hii sura unaiona hii. Mimi nakuchekea wewe na kutolea mimi -2 kwa sababu tu ndio ile maisha ya kweli. Kama nakukubali ile mchumba ile nakupenda kweli mke wangu. Asa Ndumba, mimi nipingane na mipango ya Mungu? Anayopanga Mungu mimi siwezi kulipangua. Kwani mimi nimeomba kuumwa? Mimi nimekuita hapa nimekuambia kwamba wewe ndio mhusika, nimekuambia issue ilivyo kwamba mimi najisikia vibaya. Kwani mimi ndio Mungu au? Wewe. Izarau. Wewe mchumba. Kama umepata basha yako. Kama umepata basha nielekeze mwanangu mchumba wewe. Mchumba anachukuliaje mwanangu mchumba? Kupenda mwanangu kuna na nitakuua. Nitakuua na familia yako. Nitakuua. Ndalali kazini, natembea kwa heshima. Si mchezo wa macho, ni biashara ya tamani. Ukileta tabasamu, nitakupa nafasi. Lakini usichanganye kazi na mapenzi ya haraka. Mteja kija naweka mezani,
kipimo bei na maneno ya uwazi, moyo ukipiga na baki kwenye mstari. Hapa ni deal tu, si story za usiku. Usinipe maneno matamu, niko hapa kwa makubaliano. Ukitaji kweli njo tukamilishe taratibu. Dalali kazini, dalali kazini, usilete kisura cha mapenzi. Dalali kazini, dalali kazini, hanaga shobo kwenye. Naombeni mkae mtulie mnisikilize. Nimewaita hapa kuongea na nyie leo kirafiki kabisa, bila ugomvi, bila kurupushani zenu mnazozifanya. Na nimewaita hapa kama mama yenu. Ni mama yenu, sio kama. Tunahitaji kuongea mimi na nyie kirafiki, kishikaji. Sawa? Nadhani mjomba wenu Mkojani mnamfahamu, si ndio? Yes. Mnamfahamu? Yes. Sasa basi, mjomba wenu Mkojani amefungwa, yuko polisi. Sema ulichoniitia, unanipotezea muda wangu. Wala samahani wala shughuli. Unajua maisha yako ile nini? Shughuli yako mimi simuelewi chochote kile mwanangu. Yaani naomba unijibu kiusahihi. Mimi najua ndo mwanao sana ule pale, ndo familia ambayo mnakaa wote leo, mnafanya mazingira yenu wote. Mwenyewe unaelewa kodi zangu vipi? Vipi kuhusu mazingira ya mchumba? Yale mazingira tumboni yapo au ana mimba yangu, na maanisha mimba yangu ipo au kashatoa? Maki simuelewi, unajua nini? Yeye ananichanganya kwa sababu analeta taifa za kishanginga, mimi simuelewi kabisa mwanangu. Hivyo unajitambua kweli wewe? Leo unaniona mimi malaika eh? Unaniulizia kuhusu demu wako. Wakati mnaenda kumanuana mpaka mkajazana mimba nilikuwepo. Leo hii unaona mimi ni muhimu kuniuliza kuhusu masuala ya mkeo? Halafu kuwa na akili hata kiutu uzima. Hivi mimi ndio kuniuliza, mimi nilipeleka kliniki yule? Au siku ya kwanza mlivonunua kipimo mkapimana mkajua ni mimba ipo? Nilikuwepo. Naomba maswali usiniulize na unanipotezea muda, niambie vitu vingine vya maana bwana. Yaani amefungwa, yuko polisi. Ndio maana nimewaita hapa tufanye kikao. Nahitaji hiyo kazi mnayohangaika nayo huko barabarani na kujifanya kwamba mmemrisi mjomba wenu na nyie siku hizi mmekuwa madalali. Nahitaji ife. Sitaki kuwaona tena mnazunguka huko barabarani kufanya hizo kazi zenu za udalali. Tumekuelewa mimi mkubwa bwana. Kwa sababu nisikilizeni, ninachokiongea na kimaanisha. Ndio maana nimwambia leo nimwaita hapa tunaongea kishikaji mzee. Hatuongei kama nini wala nini, tunaongea kishikaji. Nahitaji hii kazi mnayoifanya muiache kuanzia sasa hivi. Na kuanzia leo hii sitaki kusikia dalali wala nini. La sivyo nitakuja kuishia kama alivyoishia mjomba wenu. Nadhani mnajua kazi ya udalali haihitaji utapeli wa aina yoyote. Na mpaka mjomba wenu amefika alipofika ni utapeli. Na kuanzia sasa hivi, kuanzia kesho, nutrition. Bi mkubwa na wewe jamani. Mshaanza kuona matutawala. Sasa si tusheni ya nini jamani? Sasa bi mkubwa usichokijua, unaweza ukasoma upate kitu chochote, kama sisi tukajiajiri mapema tu. Kama mlivyoanza, mmalizane hivyo hivyo. Unajua nini mjomba? Mimi najua kabisa ile sauti inapanda kwa sababu mimi tuna ugomvi. Kwa hatuwezi kuelewana mimi na wewe katika maisha ya kiaume. Ila kumbuka, hapa rekodi nalipa mimi ujue. Mimi nile kutoa watu hapa chini pale nikaleta utawala ule. Wanalipa mimi ujue. Na maisha yangu maseka unaelewa kabisa kwamba mimi siwezi kula bila kukimbizwa. Kujua kile za taifa. Mwizi huyo mpaka nile maisha hayo. Nyinyi mnaelewa ujue. Mimi kumfuata yule mzee yule kiaunda ile buba kwenda kuchukua vidosiko vangu sishindi ujue. Naweza kwenda kuchukua vidosiko vangu na ngafanya mazingira yangu. Si bora nikampata dada yangu. Nenda bwana usinipigie makelele nikachukue. Kachukue. Unanitishia mimi, unanitishia mimi? Mimi sitishiki baba, ukamtishia demu wako.
Nenda kachukue. Nyamaza! Sichanganye mimi, sinyamazishe mimi, sio demu wako, sinyamazishe kihivi. Kuanzia kesho ni tuition nyumbani, nyumbani tuition.